kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa. Kwani kuzidi kumsumbua mwalimu? Lakini Yesu aliposikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Wala hakumruhusu mtu amfuatane naye, ila Petro na Yakobo na Yohana nduguye Yakobo. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akaona ghasia na watu wakilia, wakifanya maombolezo makuu. Alipokwisha kuingia, akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa, bali amelala tu. Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtwaa babaye yule kijana na mamaye na wale walio pamoja na kijana mstari wa 40. Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje, akamtwaa babaye yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye, akaingia ndani alimokuwamo yule kijana. Akamshika mkono kijana, akamwambia, Talitha kumi, tafadhali yake msichana na kuambia inuka. Mara akasimama yule kijana, akaenda, maana alikuwa amepata umri wa miaka 12. Mara akashangaa mshangao mkuu, akawaonya sana mtu asijue habari ile, akaamuru wapewe chakula. Na hili ndilo neno la Bwana. Tusimame tupate wimbo wa kuabudu. Baada ya wimbo wa kuabudu, Barnabasi utaomba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu pamoja na watoto wanapoenda darasani.
Mungu wetu na Baba yetu, mfalme wa falme, hakika Bwana tunajua ya kuwa hakuna neno lolote ambalo huliwezi, bali Bwana unayaweza yote. Wakati huu Bwana tunapokwenda kupokea neno lako, mtumishi wako ambaye Bwana umemwandaa kwa ajili ya kuleta habari njema kwetu, Baba ninakuomba sasa ukamtie nguvu, Roho wako Mtakatifu Bwana akaweke maneno yako ndani yake, ili Bwana anapokwenda kuleta neno lako Baba likawe neno ambalo ndilo umelikusudia wewe. Ninakutukuza Bwana kwa sababu yote ambayo atakwenda kuyasema ni yale ambayo yametoka kwako. Pokea sifa na utukufu kwa sababu Mungu, kupitia neno hili watu watakwenda kuona ufalme wako. Watu watakwenda kubadilisha njia zao na nia zao mbaya. Wengine Bwana waliokuwa wamekusudia mabaya, Baba watakwenda kubadilika na kugeukia wewe. Baba tunajua ya kuwa sisi tunakukosea kila wakati, lakini Mungu kupitia neno lako takatifu unakwenda kusema na mioyo yetu na mioyo Bwana ya watu ambao imejeruhika ikaweze Bwana kupata uponyaji tena. Mioyo ya watu ambao imekata tamaa Bwana ikapate matumaini mapya. Mungu wa mbingu na nchi, simama pamoja naye, msaidie, na hata Mungu atakapokwenda kuhitimisha neno na kuelekea mahali ambapo anakwenda kwa ajili ya interview, Baba kasimame pamoja naye, kwa sababu kama ambavyo wimbo wako unasema kwamba hakuna neno lolote ambalo Mungu huliwezi. Hivyo Bwana hata hiyo interview yake itakwenda kufanyika, na hivyo Mungu kumpatia Bwana nafasi ya hiyo kazi. Mungu wa mbingu na nchi, nakushukuru kwa sababu umekwisha kusikia. Ninawaweka mikononi mwako pia watoto wetu wa kanisa hili ambao wamesimama mbele zako, nao wanakwenda darasani kwa ajili ya kujifunza. Wanajifunza neno lako ili Mungu katika umri wao huu na hata watapokwenda kwa wazee hawataliacha neno lako. Baba kawasaidie sasa, kawape utulivu Mungu, kafungue na akili zao ili Bwana waweze kukuelewa wewe, wajue ya kuwa wewe ndiye Mungu wao, wewe ndiye ambaye kila kitu katika maisha yao. Wasaidie Bwana, ukiwapa neema na amani katika mioyo yao na maisha yao, ukiendelea Bwana kuwakuza, wakiongezeka katika kimo na maarifa, wakupendeze wewe Bwana na wanadamu wote, kama Yesu Kristo ulivyokuwa ukikua ukiongezeka hekima na kimo, na Bwana ukawapendeza watu wote, na Mungu pia ukamfurahia. Tusaidie Bwana kupitia watoto hawa Baba, watoto hawa wakawe ndio kanisa ambalo Bwana litakuwa limejengwa katika msingi wa neno lako. Ninasema asante, ninaamini ya kuwa Mungu utasimama pamoja nasi na utasimamia katika yote. Baba tunaomba tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Asifiwe sana. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo lisifiwe. Amen. Uhuru wa Yesu. Amen. Asante. Kwa majina naitwa Philemon Lamek, kwa wale ambao hawanifahamu. Nimeokoka na mpenda Yesu. Miongoni mwa watu waliookoka duniani, na Yesu Kristo ni Bwana. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa mahali hapa siku ya leo. Tutajifunza neno lenye kichwa kinachosema usiruhusu kutembea na habari mbaya kwenye maisha yako. Usiruhusu kutembea na habari mbaya kwenye maisha yako. Usiruhusu kutembea na habari mbaya kwenye maisha yako. Biblia inasema kwenye kitabu cha Hesabu 13:17 hadi 33 kwa habari ya wana wa Israeli. Musa aliwatuma kwenda kuipeleleza nchi ambayo walikuwa wameahidiwa kwenda kwayo. Na walipoenda, walienda watu 12 ambazo ni kabila 12. Walipoenda hawa watu, kati yao 10 wote walileta habari mbaya. Wakasema ni kweli tumeenda kuipeleleza ile nchi,
na tumefika kwenye hiyo nchi na watu wa mahali pale, na ile ardhi ni nzuri. Kwanza waka appreciate kwamba ile ardhi ni nzuri na matunda yake wakayachukua na yalikuwa ni mazuri, wakayaleta. Maana Musa alikuwa amewaagiza kwamba nendeni mkalete matunda, nendeni mkalete hayo matunda. Wakaenda wakaleta yale matunda, wakamuonyesha Musa. Na walipomuonyesha, baada ya hapo watu 10 miongoni mwao 12 wakamwambia ile nchi kwa kweli haifai. Kwa nini? Kwa sababu watu wanaokaa kwenye ile nchi ni wakubwa mno, na sisi tulijiona kama mapanzi hatufai, tukajiona hatuwezi kabisa. Lakini miongoni mwa hao 12 watu wawili ambaye ni Caleb na Yoshua akamwambia Musa kwamba hapana, na tupande tuende huko. Walipopanda kwenda huko, akamwambia ile nchi hapana, sio kwamba ni mbaya, tunatakiwa twende. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yupo atatupigania. Tunatakiwa twende huko. Kwa nini? Kwa sababu Kristo yuko pamoja na sisi. Tunatakiwa twende huko. Kwa nini? Yesu ambaye ametuagiza yupo pamoja na sisi, na kwa sababu ametuahidia hiyo nchi lazima tuenende, lazima twende kwenye nchi. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ni haki yetu. Kwa hiyo wale wote 10 walipoleta habari mbaya, hawa jamaa wawili tu ndio ambao wakaleta habari njema kwa Musa. Na hawa jamaa wawili wakampushi Musa kwamba kumbe tunatakiwa tuende kwenye nchi. Kwa nini? Akina Caleb na Yoshua wamesema ya kwamba hii nchi ni nzuri. Kwa hiyo from there Musa akaamua ya kwamba hapana, ni lazima tuenende. Kwa hiyo kwenye maisha ambayo tunaishi kuna watu miongoni mwao inawezekana ni 100, lakini katika hao 100 wote wanakuletea habari mbaya. Wote wanakuambia vitu vya ajabu, wote wanakuambia matendo ambayo hayafai, wote wanakusingizia vitu ambavyo vifanyi. Lakini inawezekana yuko Yesu Mnazareti ambaye katika hayo mabaya yote yeye haangalii baya. Katika hayo mabaya Yesu anaangalia lililo jema. Katika hayo mabaya Yesu anaingilia kati. Katika hayo mengi Yesu anakupigania. Kwa hiyo hatuangalii wanadamu ananiangaliaje, ila tunaangalia Yesu ananitazamaje. Inatakiwa ufike mahali ubadilishe ufahamu wako. Ufahamu wako ufike mahali uanze kufikiri kama Yesu anavyofikiri. Wanadamu wana namna vile ambavyo wanafikiri, na ndio maana nikasema ya kwamba kuna watu ambao tunaishi duniani na tunaifuata mienendo na tabia ya dunia hii, lakini Mungu alitubadilisha tukawa watu wengine wapya kabisa. Kwa hiyo Mungu anapotubadilisha tunakuwa watu wapya kabisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulikuwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Kawaida. Huyu jamaa alizaliwa na wazazi wa kawaida. Alipozaliwa na wazazi wa kawaida, alikuwa ni mwanaume. Alipozaliwa na wazazi wa kawaida akakua, ile jamaa akaanza shule. Alipoanza shule huyu Kawaida akaanza darasa la kwanza kama kawaida. Akaenda darasa la 2, la 3, la 4 mpaka la 7 akafaulu. Kama kawaida watu wanavyofaulu darasa la 7. Alipofaulu Kawaida akaenda form 4, akaenda form 1. Kaanza form 1, form 2, form 3. Alipofika form 4 watu wa kijijini wengi wanafeli. Kama Kawaida akafeli. Kawaida alipofeli akarudi kijijini. Aliporudi kijijini huyu Kawaida maisha yakaanza, ikabidi aoe. Alipooa Kawaida akaanza kuzaa, kazaa watoto, mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, na inawezekana na wengine. Kawaida akaanza kuishi maisha ya kawaida kijijini baada ya kufeli form 4. Alipofeli form 4 huyu Kawaida hatimaye akawa mzee. Huyu Kawaida akafa kama kawaida watu wengine wanavyokufa. Hakuna alichokifanya Kawaida zaidi ya kumaliza shule na kuzaa na kufa kama kawaida watu wengine. Sasa hatutamani kuishi kama kawaida. Kwa nini? Kwa sababu kawaida yeye anajua ndivyo hivyo ilivyo kawaida ya dunia. Kumbe kawaida sio hivyo. Biblia inasema tusifuatishe namna ya dunia hii. Namna ya dunia hii ina kawaida yake. Kwa hiyo kuna taarifa mbaya ambayo dunia hii imejiwekea. Kuna taarifa ambazo dunia hii imeweka. Kuna habari ambazo ni mbaya dunia hii tayari washaamini. Kwa hiyo washaamini kwenye huo mfumo. Kwa hiyo wanaona ni kawaida kuishi bila Yesu. Kumbe sio kawaida. Tumezingirwa na wingu la waleta habari mbaya. Tumezingirwa na wingu la watu ambao hawatupendi. Tumezingirwa na wingu la watu ambao ni wanafiki duniani. Wengine ni ndugu zetu kabisa wa damu, lakini hao ndio ambao
wanaweza wakatuangamiza. Inawezekana wengine kabisa ni watumishi wa Mungu wanasimama madhabahuni kuzisema habari za Yesu, lakini ni waleta habari mbaya. Ukiwaletea jambo lako ni wanaanza kulikwamisha. Yuko Yesu Mnazareti ambaye ukishalileta analitia muhuri, na akishalitia muhuri hakuna ambaye atabadilisha mpaka yeye mwenyewe abadilishe. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Marko 5, hebu tusome hapo sasa. Marko 5:35. Marko 5:35. Mstari wa Marko 5:35 mstari 42 hadi 42. Biblia inasema hivi: hata alipokuwa katika kunena, huyo ni Yesu, alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa, tayari ni habari mbaya. Yaani Yesu anamletea kwamba huyo binti tayari ameshakufa, ni binti ya hilo. Wakamletea huyu Bwana Yesu kwamba huyu jamaa tayari ameshakufa, huyu binti sio mtu tena, hayupo tena duniani, tulishamtoa kwenye ulimwengu wa dunia, sasa hivi hayupo. Na inawezekana wako watu wanaleta taarifa kama hizo, habari kama hizo mbaya. Akasemaje? Wakasema, binti yako amekwisha kufa, kwani kuzidi kumsumbua mwalimu? Kwani unamsumbua mwalimu wakati tayari huyu binti ameshakufa? Huyu jamaa alikuwa anamfuata Yesu amsaidie, kwamba Yesu, naomba unisaidie, naomba uniwezeshe katika hili. Ni kweli mambo yangu yamekwama kabisa, huyu mtu amekufa kabisa, lakini naomba Yesu nisaidie. Lakini Yesu aliposikia lile neno likinenwa, kitu cha kwanza Yesu akasikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Wala hakumruhusu mtu afuatane naye ila Petro na Yakobo na Yohana ndugu Yakobo. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akaona ghasia na watu wakilia wakifanya maombolezo makuu. Alipokwisha kuingia akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa bali amelala tu. Wakamcheka sana. Na alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtoa babaye yule kijana na mamawe na wale walio pamoja naye, akaingia ndani alimokuwamo yule kijana, akamshika mkono kijana, akamwambia, talitha kumi, tafsiri yake msichana, na kuambia inuka. Mara akasimama yule kijana akaenda, maana alikuwa amepata umri wa miaka 12. Mara wakashangaa mshangao mkubwa vile ambavyo Yesu aliingilia kati. Alipoingilia kati, yule mtu anamwambia kwamba huyu mtu hajafa ila amelala tu. Kuna mambo yako hapa tayari watu washazimisha, wanasema ya kwamba tayari ameshakufa, na wewe ukaamini ya kwamba hili jambo limeshakufa. Ulipoamini ya kwamba hili jambo limeshakufa, ukaacha kulifuatilia hilo jambo, kwa nini limekufa. Ziko ratiba au kuna vitu ambavyo tayari unahisi kwamba limeshakufa, na wao walishaamini ya kwamba tayari limeshakufa. Lakini Yesu anapokuja, wataanza kucheka na watakudharau na watacheka, watasema ya kwamba huyu mtu anajisumbua bure, ataomba mpaka mate yaishe, ataomba mpaka akonde. Lakini Yesu haangalii hayo maneno yao. Anachoangalia Yesu ni ile neno lake ili alitimize. Anachoangalia Yesu ni kile ambacho amekiandika ili kitimie. Na ndio maana anasema, kama vile ambavyo manabii walitabiri, ndivyo ambavyo naja upesi, ili kuhakikisha kwamba vile ambavyo vimekufa vyote vinafufuliwa. Kwa hiyo inawezekana iko hoja ambayo unahisi ya kwamba ni ngumu mno, inawezekana ni masomo unahisi ya kwamba isemisa utafeli na unaona hiyo ndani, lakini sasa leo ufahamu wako tunaubadilisha kwa upya kwa mamlaka ya Yesu aliye hai, ili kusudi mtazamo wako ubadilike. Kinachosumbua sio kwamba umeokoka, kinachosumbua ni ule mtazamo baada ya kuokoka. Unamtazamaje Yesu baada ya kuokoka? Unaweza ukaokoka halafu ukawa na mtazamo negativu kwa Yesu. Inatakiwa ifike mahali ukishaamua kuokoka, lazima uchukue mtazamo positive kwa Yesu, ya kwamba hata kama ninapitia hii changamoto, lakini bado Yesu Mnazareti yupo atanisaidia. Bado Yesu aliye hai atanipigania. Bado Yesu yupo upande wangu. Hata
anaona tofauti na vile ambavyo unaona. Na ndio maana Yeremia kaulizwa, Yeremia unaona nini? Akamwambia ninaona upito wa mlozi. Akamwambia ya kwamba unaona vyema. Kwa nini? Kwa sababu vile ambavyo Yeremia alikuwa anaona ndivyo ambavyo Mungu alikuwa anaona. Kwa hiyo takiwa ufike mahali vile ambavyo unaona ni hivyo hivyo Yesu anavyokuona wewe, sio kama wanavyokuona wao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakolosai 1:13 Biblia inasema hivi, naye alituokoa katika nguvu za giza. Yesu alianza hapo, akatuokoa katika nguvu za giza. Kuokolewa maana yake tulikuwa tumezama mahali. Inawezekana tulikuwa tumezama kwenye uchawi, inawezekana tulikuwa tumezama kwenye ulevi, inawezekana tulikuwa tumezama kwenye dhambi ya uzinzi au dhambi nyingine ya uongo. Lakini Biblia inasema Yesu alituokoa. Aliingia huko, akaingia akazama ndani. Alipoingia akatuokoa huko chini ambako tulikuwa tumekaa. Akatuokoa katika hizo nguvu za giza. Akatutoa kwenye habari mbaya, akatutoa kwenye historia mbaya. Alipotuokoa haikuishia hapo tu, akatuhamisha. Alipotuhamisha akatutoa hii hatua, akatuingiza hatua ya pili. Alipotuhamisha haikuishia hapo, akatuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake Yesu Kristo, ambaye katika yeye Yesu tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. You have not to worry. Yani hutakiwi kuwaza, hutakiwi kuwaza yaliyopita, changamoto au dhambi iliyofanyika zamani. Mungu anasema ya kwamba usiyakumbuke mambo ya zamani wala kutafakari. Usiangalie hizo habari mbaya walizokuwa nazisema zamani. Hayo yalishapita na sasa yamekuwa mapya. Tuna build kitu kizazi kipya leo. Tunatengeneza mambo yayo mapya leo. Lazima ifike mahali hata kama unakuhukumu. Unajua Ibilisi ana tabia moja ambayo ni mbaya sana. Anakukumbusha kile ambacho ulikifanya juzi. Anakukumbusha kile ambacho ulikifanya miaka iliyopita. Unaposogea mbele za Mungu anakuambia wewe si ndio ile ambayo ulikuwa unaloga Bwana. Anakukumbusha anakuambia wewe si ndio ile ambayo ulikuwa unasema uongo. Kwa hiyo akishakukumbusha anakutoa morali ya Yesu. Anakutoa ile hamu ya kusogea mbele za Yesu kwa unyenyekevu. Lakini leo tunatambua ya kwamba yuko Yesu ambaye ameleta habari njema. Hizi habari mbaya hapana. Alituokoa katika hizo habari mbaya, akatuingiza na akatuhamisha, akatuingiza kwenye leli na ufalme wa mwana wa pendo lake Yesu Kristo. Kwa hiyo from there sisi sio watu wa kawaida kama kawaida alivyokuwa wa kawaida. Akaanza shule kama kawaida, akazaa, akaoa, akafa kama kawaida. No, sisi sio wa kawaida. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika haya hapa tuliposoma kwenye Marko, Yesu aliambatana na watu watatu. Aliambatana na Petro, akaambatana na Yohana, akaambatana na Yakobo. Hawa watu watatu ndio alioambatana nao. Aliamua kutembea na hawa watatu kwa nini? Kwa sababu alijua msimamo wao, alijua itikadi yao, alijua imani yao kwa Mungu, alijua ni namna gani neno limekaa ndani yao, alijua wana imani gani na yeye. Wengine wote akawaacha nje. Akaamua kuwaacha nje kwa sababu alijua nikiambatana na hawa watanitoa kwenye reli. Kwa hiyo ikabidi wampishe, ikabidi aondoka pishana nao kabisa. Akawachagua kina Petro, vijana watatu, Yohana na Yakobo. Kwa nini aliwachagua hawa jamaa watatu? Namba moja, Petro ni kijana ambaye alikuwa ni jasiri mno. Yaani ni miongoni mwa wanafunzi wa Yesu ambaye alikuwa ni jasiri. Kwa hiyo yalipokuwa yanatokea, hata kama kuna misukosuko ya aina fulani, bado alikuwa anasema hata kama hizi habari ni mbaya, lakini hapa lazima nipite. Na ndio maana tunapopitia kwenye wakati mgumu, kwenye habari mbaya tunaposemwa, beba neno la Petro la ujasiri ili kukusaidia kuvuka hapo. Kwa nini? Kwa sababu atakayevumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa hiyo tukiwa na misimamo ambayo sio misimamo halisi, maana yake hatutaokoka. Atakayekubali na kusimama na kumwamini Kristo hadi mwisho ndiye ambaye ameandikwa atakayeokoka. Unajua mwisho wa mwili wako au mwisho
wa matatizo yako sio shida, ila mwisho wa roho yako ndio shida. Mwisho wa matatizo yako. Unajua, nilijifunza kitu kimoja kwamba nyoka anapong'ata anakung'ata. Kisha kung'ata, shida ya kukuletea sumu sio ya kwake. Yaani akishang'ata amemaliza, hana agenda na wewe, anang'ata anaondoka. Swala la sumu ni mengine. Mtumishi unapookoka, mtu wa Mungu unapookoka, shetani haogopi vile ambavyo umeokoka. Anasema kabisa swala sio kuokoka, ila baada ya kuokoka nini kilichoendelea, nini kilichofuata. Na hapo ndipo msimamo wa Mkristo lazima uwepo. Fahamu wako ni mlango wa kuingizia vitu vyema au vitu vibaya kwenye maisha yako. Unapookoka, tamani sana ufahamu wako ubadilishwe. Ifike mahali mwili wako ufe ili roho ishi. Kwa nini? Kwa sababu wote wanaoongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Hakuna mwana wa Mungu anayeongozwa na mwili, ila wote wanaoongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu halisi. Na kwa sababu hiyo lazima ufahamu wako ubadilishwe. Lazima ufahamu wako ubadilishwe, ufanane na Yesu. Ufanane na vile Kristo alivyo. Tamani kufanana na huyo Yesu. Na ufahamu wako ukishabadilishwa, kila aina ya habari mbaya itakayoletwa utaiona ni habari ya kawaida. Utajua hili ni picha ambalo limeandikwa kwamba ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mtashinda. Utakuwa ni neno la Mungu la kutosha. Kijana Petro alikuwa ni mtu ambaye ni jasiri. Hapo utasoma Matendo ya Mitume 3:1 hadi 7. Lakini pia utasoma kitabu cha hiyo Matendo 3 mstari wa 17 hadi 19, na utaendelea na Matendo 4:1 hadi 13. Hatutasoma. Lakini mtu wa pili alikuwa ni Yohana. Kwa nini alichaguliwa Yohana? Ni miongoni mwa watu ambaye alikuwa na neno ndani yake. Neno la Mungu lilikuwa limekaa kwa kutosha, kwa wingi ndani yake. Kwa hiyo lilikuwa likimuongoza na likimsaidia. Kwa hiyo kila aina ya habari mbaya ilipokuwa inakuja, anarejelea neno kwamba Biblia inasema nini. Biblia inasema ya kwamba mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali. Kwa hiyo anageuka. Akishaona kuna dalili yoyote ya hiyo hali, anasema hii ni hali ya wenye dhambi. Na Biblia imesema wazi kwamba wakishanishawishi mimi nisikubali. Na huyu ndiye akawa anafikiri kwamba moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Akawa anawaza kama ameliweka neno la Mungu moyoni mwake, lengo ni nini? Ili asimpende Mungu dhambi. Kwa hiyo wote habari mbaya zinapokuja, anaanza kufikiria kwamba kwa sababu nimekuwa na neno la Mungu linanifariji. Yeye ni mfalme wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, mshauri wa ajabu, baba wa amani. Anaanza kufikiri vitu vingi. Kwa hiyo kuanguka kwake na anguko lake linakuwa sio kama maanguko ya watu wengine ambao wameokoka, halafu baada ya kuokoka wakaanza kuishi kwa kawaida. Namba 3 ni huyu Yakobo. Kwa nini alichaguliwa Yakobo ambatane na Yesu? Yakobo kwa sababu alikuwa ni mtu wa imani. Kwa hiyo ukiunganisha hivi vitu vitatu, ujasiri, ukawa na neno la Mungu, halafu ukawa na imani, hata kama watakuja kwa namna gani, bado utastahimili. Hata kama yatakuwa magumu kiasi gani, bado utastahimili. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako uko na ujasiri wa Mungu aliye hai. Uko na neno la Mungu la kutosha, sio vijineno. Yaani hauna vijineno ndani yako, ila uko na neno na maandiko ya Mungu ya kutosha. Yaani uko na reference za kutosha. Unajua upande wa pembeni wana reference za kutosha. Kwa hiyo kila wanachokizungumza wanakupa reference, wanakupa fact. Kwa hiyo ukishakutana na mtu mwenye fact halafu hauna fact za kutosha, lazima uanguke. Natamani kuona tuwe na mwisho mwema. Nami pia niwe miongoni mwa hao watakaoitwa na Bwana. Bila shaka hata unatamani uwe miongoni mwa hao watakaomuona Bwana. Naomba tusimame.
Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana kuna watu ambao walikuletea habari mbaya na ukaanza kuamini hizo habari mbaya. Lakini leo sasa tumezileta habari njema za Yesu. Ya kwamba hata kama wataleta habari mbaya, lakini yuko Yesu Mnazareti ambaye analeta habari njema. Tunapoenda kuomba, mwambie Mungu asikupite. Anapogusa wengine, anapowabariki wengine, anapofariji wengine, na yeye akufariji. Na yeye akufariji. Wana praise, unaweza ukasogea tukaimba. Na yeye akufariji. Kwa hiyo kama unatamani kuja kuomba pamoja, unaweza ukasogea mbele tukuomba pamoja. Inawezekana kuna vitu ambavyo vilikuwa vimekufa, lakini na wakaanza kucheka kabisa, hivi vitu vimeshakufa. Lakini leo ninakukumbusha ya kwamba yuko Yesu Mnazareti ambaye vile ambavyo vimekufa anavifanya kuwa hai. Wewe ni mfalme wa wafalme. Tunakiri ya kwamba sisi ni wakosaji mbele zako. Hatustahili kuitwa wanao kabisa. Lakini iko neema ya ukombozi ambayo ilifanyika pale msalabani. Ukatuokoa, ukatuhamisha, ukatuingiza kwenye ufalme wa mwana. Mtoto wako na watoto wako wamelisikia neno lako asubuhi ya leo. Baba uliye hai, ninamweka mtumishi wako, mama yako, mama na mtumishi wako mahali hapa. Unamfahamu kuliko ambavyo yeye anajifahamu. Unamjua hata kabla misingi ya ulimwengu haijawekwa. Unamtambua hata kabla hajazaliwa. Unafahamu
ninaitambua ambavyo sisi ambavyo vinafikiri, hata yeye vile ambavyo anafikiri. Ninalituma neno jipya, neno la uponyaji. Kila ambacho kilikuwa kimekufa kwake kinakuwa hai kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Kinakuwa hai kwa jina la Yesu aliye hai. Kinakuwa hai kwa damu ya Yesu aliye hai. Ninaachilia nguvu mpya ndani yake. Ninaachilia kuongezeka kwake. Ninaachilia afya njema kwake. Ninaachilia majibu ya maswali ambayo nayo. Ninaachilia neema za kutosha kwake. Ninaachilia majibu ambayo mfalme anayetafuta. Anakiria kwamba bila yeye hawezi. Ndio maana akaamua kuja mbele zako. Ndio maana akaamua kuja kwako Yesu Nazareti. Ndio maana akaamua kuja kwako Mwamba wa vita. Ndio maana akaamua kuja kwako mfalme. Ndio maana akaamua kusogea mezani pako na madhabahuni pako. Nami nilituma neno la uponyaji. Ninatuma neno jipya ndani yake. Neno la ujasiri. Neno la neema ya uponyaji. Neno la imani. Neno la kuongezeka ndani yake. Ninalituma hilo neno. Kila aina ya ratiba ambayo Ibilisi alikuwa ameiweka, hiyo ratiba yote inanyamazisha kimya. Ratiba zote za Ibilisi kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Tazama yamekuwa mapya. Ninatokea huo moto kwake. Ninatokea huo moto kwake. Kama unatokea damu ya Yesu aliye hai. Ninatokea huo moto. Ninatokea huo moto kwa ajili ya kanisa lako. Ninaachilia moto wa uongezeko. Ninaachilia habari njema juu yao kwa ajili ya kanisa lako. Ninaachilia nguvu mpya kwao kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila aina ya kila ambacho kilikuwa kimekufa leo kinatengenezwa upya mahali hapa. Kinatengenezwa upya. Kinatengenezwa upya. Kinatengenezwa upya kwa mamlaka ya damu ya Yesu aliye hai. Najua Yesu Nazareti uko hapa. Uko ndani ya madhabahu hii Yesu. Na kwa sababu kwa maana tunakuamini. Ninakuachilia mahali hapa Yesu Nazareti. Kamgusa wale vijana. Neno kamgusa yule mama. Neno kamgusa yule. Neno kamgusa yule dada. Kwa mamlaka ambayo umetupatia katika jina la Yesu aliye hai. Ninatuma hilo neno juu yao. Ninatuma hilo neno juu yao katika jina la Yesu aliye hai. Neno la maongezeko. Habari ambayo ni njema. Ninaiagiza juu yao katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Neno ukanene mema mfalme. Neno ukanene mema yawe. Neno ukasimame mfalme wa damu kwa mamlaka ya damu ya Yesu aliye hai. Thank you Jesus. Asante Yesu kwa mwema. Asante mfalme, mfalme wa leo mama. Roho Mtakatifu endelea kunena mema. Mtetee mfalme. Mtetee mtumishi wako. Mtetee Bwana mabwana. Simwache wala kumpungukia, bali nguvu zako na uwezo wako Kristo zitembee pamoja naye. Kila habari ambayo ni mbaya na nyamazisha kimya kwa jina la Yesu aliye hai. Ninaachilia habari njema kwake kuanzia sasa. Yeye ni mshindi. Yeye ni ambaye amekombolewa. Yeye ni mtu ambaye ni mwingine kabisa. Ya kale yamepita sasa. Tazama yamekuwa mapya kabisa. Na Mungu unasema hauyakumbuke hayo mambo ya zamani. Na hilo neno lako linatushauri ya kwamba tusiyakumbuke. Na kwa sababu hatuyakumbuki, naomba usikumbuke mambo ya zamani ya huyu mama. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ulisema atakayenikiri mbele za watu, huyo ndiye atakayeokoka. Nami Mungu mtumishi wako amesimama kwa ujasiri bila kuogopa. Ninatuma hilo neno la ukombozi kwake kwa jina la Yesu aliye hai. Ukamhamishe kama vile ambavyo ulituhamisha. Ukatuingiza kwenye ufalme. Na yeye akae miongoni mwa watu ambao umewaingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Chapie Bwana makofi na vigelegele vya shangwe. Ongeza makofi na vigelegele vya shangwe mbele za Bwana. Hakika imekuwa ni ibada tofauti. Hakika nazidi kusema ibada leo ni ibada iliyokuwa ya tofauti. Mungu alikuwa na makusudi makubwa juu yetu siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Sina la kusema zaidi ya kumwambia Mungu asante, kwa sababu alichokuwa amekusudia ndicho ambacho tumekipokea. Amina. Kwa nini nimeyasema haya?
Jumapili nilitangazwa, nilisomwa kuwa mhubiri siku ya leo. Lakini Jumatatu mtumishi wa Mungu akanipigia simu akaniambia takuwepo Moshi, naomba nihudumu. Kawasiliana na mchungaji, ikakubalika, ndio maana akasimama. Cha ajabu ni kitu kimoja, somo ambalo nilikuwa nimeliandaa ndio somo ambalo na yeye kasimama nalo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni Mungu wa ajabu. Nilikuwa nasoma kutoka kwenye kitabu cha Yeremia lenye ujumbe ule ule. Yeye amekuwa anasoma kutoka kitabu cha Marko, ujumbe ni ule ule. Bwana Yesu asifiwe. Nazidi kumshangaa Mungu kila ninapotolea. Kitafakari kuu na uwezo wa Mungu nashindwa kumwelezea. Nazidi kujiuliza kwa nini Mungu aliandaa somo hili siku ya leo. Nilikuwa na ujumbe ule na mtumishi wa Mungu asimama na ujumbe ule. Sijajua. Endelea kutafakari sana kwa ajili ya maisha tunayoishi. Sijui kwa nini Mungu alikuwa na ujumbe kwa watu wawili, lakini somo lile lile. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuimbe wimbo wa tenzi namba 26, Yesu unipendaye. Yesu Bye.
Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele za Mungu, tumwambie Mungu asante kwa ajili ya ujumbe wa siku ya leo. Lakini pia mweke mtumishi wa Mungu aliyetulisha neno anapoondoka mahali hapa kuelekea kwenye kituo cha interview, Bwana akapate kutenda kwa ajili yake. Twende mbele za Bwana tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, wewe ndiye Mungu uliye kimbilio letu na msaada wetu. Kwako Bwana kuna uzima. Kwako Bwana kuna uzima na uzima tele. Wewe ndiye kimbilio na msaada wetu. Wewe ndiye Mungu, tukikuomba unaitika. Tukikuita Bwana unaitika. Tukikuomba Bwana unatenda. Mungu unayeponya wanaougua. Mungu unayetupa uzima, tena uzima ulio wa milele. Kwako ninakimbilia Bwana, maana unatupenda. Asante Bwana kwa ajili ya siku ya leo. Asante Bwana kwa ajili ya neno lako ambalo umekusudia siku ya leo tukapate kusikia ukisema nasi. Wewe ni Mungu wa ajabu sana kwenye maisha yetu. Wewe ni Mungu ambaye ahadi zako ni za kweli. Wewe ni Mungu ambaye ukipangilia jambo lazima litimie. Wewe ni Mungu ambaye neno lako linakuja kwa wakati wako. Leo imekuwa ni siku ya tofauti sana kwenye maisha yangu. Ninashindwa kukuelewa wewe ni Mungu wa namna gani unayenikamili. Ninashindwa kukuelewa wewe ni Mungu wa namna gani tunakuabudu. Lakini utabaki kuwa Mungu kuliko miungu yote. Wewe ni Mungu usiyefananishwa na jambo lolote. Wewe ni Mungu usiyekuwa na mfano. Wewe ni Mungu uliye mkuu, Mungu mwenye ahadi za kweli. Mungu ambaye neno lako linakuja kwa wakati na majira yake. Pokea sifa na utukufu Bwana. Bwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Hakika wewe ni Mungu unastahili kuabudiwa. Kama neno lako linavyosema, tusipokuabudu wewe umetakuabudu. Tusipokuabudu wanadamu mawe yatakuabudu. Tusipokuabudu wanadamu miti itasujudu na kuabudu mbele zako. Baba, jina lako linaliwe. Jina lako litukuzwe, maana hakika wewe ni Mungu unastahili kuabudiwa. Asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya mtumishi wako. Asante kwa ajili ya mtoli wako, mpako wa mafuta wako ulimwandaa kwa ajili ya siku ya leo. Tumekusikia Bwana ukisema na maisha yetu. Hakika Bwana tumesikia. Pokea sifa na utukufu wako. Pokea sifa na Mungu unastahili. Heshima, shukrani, asante zote Bwana ni za kwako. Mtumishi wako amenena, amemtumia. Mtumishi wako amesema na kumbeleni. Hakika Bwana umekusudia. Anapoondoka mahali hapa kuelekea Bwana kwenye kituo cha interview. Wewe ni Mungu uliyesema tukuite na utaitika. Wewe ni Mungu uliyesema tuombe lolote Bwana utatenda. Nami Bwana mtoli wako na mkabidhi mikononi mwako. Ninasimama mbele zako na mbele za kundi hili. Watoli wako na watumishi wako Bwana, watakatifu wako wanaponena jambo kwa ajili ya mtumishi wako ambaye leo katulisha neno lako. Anapotoka mahali hapa kwenda kwenye kituo cha interview, Baba kasimame kwa ajili yake. Bwana anapoingia kwenye interview, wewe uliye mwalimu, wewe uliye kiongozi, wewe uliyemuita kwa jina lake ya kwamba akapate kukutumikia kupitia nafasi Bwana anaenda kuipata leo. Bwana ukamtumie, Bwana ukamwinue. Ninasimama kinyume na ila zote za mabudulisu zinazomzingira zitakazoenda kusimama na kumfanya asipate hiyo nafasi. Hasina mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia nguvu zako, ninaachilia mamlaka zako, ninaachilia uwezo wako. Anapotoka mahali hapa mpaka atakapokuwa kwenye interview, mamlaka yako Bwana, neema yako Bwana, nguvu zako Bwana, Roho yako Mtakatifu akaambatane pamoja naye katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu uliye kweli. Tunaamini utatenda Bwana. Hautamwacha mtumishi wako akaibika. Hautamwacha mtumishi wako Bwana akashindwa na maadui. Mungu, wewe ni mwaminifu, uliyekimbilia na msaada wetu. Usituache Bwana. Usituache Bwana, maadui wafurahi. Na huo ndio mwisho wa ibada. Mungu na atubariki sana. Amen. Karibu fundi mitambo za kutuongoza tunapoenda.